Mtu mmoja alikinai imani yake, akaamua kufunga safari kutoka eneo lake alilokuwa anaishi, akaenda katika maeneo ya mijini baada ya kupata taarifa kutoka vyombo vya habari kwamba kuna manabii wanaoombea na watu wanapata mafanikio. Basi akatoka akaenda kwa nabii wa kwanza, akamwambia, nitampata wapi Yesu nikae naye ili nimweleze shida zangu na yeye aweze kunijibu kwa muda huo huo. Nabii wa kwanza akamwambia, basi itabidi ununue maji ya upako, na maji hayo yalikuwa yanauzwa shilingi 30,000. Maji hayo yalikuwa kwenye chupa kama hii tu, ni chupa kama hii hapa. Basi akaambiwa wewe unayanywa, na ukishayanywa basi Yesu anakuwa ndani yako, kwa sababu haya maji yakishaombewa yana upako na ni Yesu mwenyewe anakuwa yuko ndani. Basi akayanywa. Baada ya mwezi mmoja hakuona majibu, akamuona yule nabii kwamba ni tapeli. Akaenda kwa nabii mwingine. Nabii yule akamwambia, ukimtaka Yesu basi itabidi ununue mafuta ya upako. Na mafuta hayo yalikuwa kwenye kichupa kidogo tu kama haya hapa. Na yule nabii alisema mafuta hayo yametoka kwa wanyama. Kwa hiyo yule bwana akajipaka hayo mafuta kwa maelekezo ya nabii. Basi kila alipokuwa akipita barabarani huko alimuomba Mungu, lakini basi kile alichokiomba hakukipata. Badala yake watu walikuwa wanasema tu basi unanukia kama beberu. Basi yule bwana akaona kwamba huyu nabii naye ni tapeli. Basi akaenda kwa nabii mwingine. Basi yule nabii akamwambia, kama unataka uwe na Yesu inabidi basi utoe sadaka ambayo inauma, na baada ya kutoa sadaka hiyo basi tutakupa zawadi ambayo ukienda nayo nyumbani basi huyo ni Yesu. Na zawadi hiyo basi ilikuwa ni udongo. Ni udongo tu kama huo hapa. Kwa udongo wa kichanga changanyika na tifutifu. Basi lori kubwa lilikuwa limemwaga udongo huo katika eneo lile, na watu walikuwa wanajichotea. Basi akaondoka na udongo wake, akaenda akakaa nao nyumbani, akauweka karibu na kitanda chake, akawa anaomba, anamwambia Yesu, tazama shida zangu, huko anaangalia udongo. Akaomba mpaka akazeeka. Hakupata majibu. Akasema nabii huyu naye ni tapeli. Basi baada ya kuwa mzee wala haombi tena mambo makubwa, akawa anashindwa kutembea, miguu yake ni kama imekakamaa. Basi akaenda kwa nabii mwingine, na huko alienda kweli kuomba kutembea. Alipofika kule nabii akamwambia, basi itabidi uchukue mbegu hizi zina upako, na mbegu hizi hapa basi utakuwa unakula moja asubuhi na nyingine jioni. Basi mbegu hizi ni nyingi. Kwa angeweza kuzila hata kwa muda kama wa miaka 5 hivi. Basi akazila mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, hakuona mabadiliko. Akarudi kwa yule nabii akamwambia, mbegu ninazila lakini bado siwezi kukimbia. Nabii akamwambia, hebu jaribu kukimbia hapo ulipo. Basi yule mzee akatembea kwa haraka kidogo, akaanguka. Basi nabii akamwambia, wewe katika ulimwengu wa macho ya nyama unajiona kwamba hukimbii, lakini katika ulimwengu wa kiroho unakimbia. Mpendwa mtazamaji, katika Dominika ya pili ya Pasaka tunaalikwa kutambua namna ambavyo tunaweza tukakutana na Yesu katika maisha yetu. Huyu mtu alijaribu kukutana na Yesu kwenye udongo, kwenye maji, kwenye mafuta na kadhalika, lakini hakumuona Yesu kule. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, na somo hili linatueleza kwamba mwanadamu anaweza akakutana na Yesu katika maisha ya jumuiya. Kwanza kabisa kwa kuikiri imani ya kweli. Basi imani ya kweli chanzo chake ni maandiko matakatifu. Kwa kusoma Biblia hapa tunakutana na Yesu, tunakutana na ujumbe wake. Lakini kwa kuyaishi mapokeo matakatifu ya kanisa, kwa mfano kusali rozari takatifu. Wakati mwingine tunasoma maisha ya watakatifu, tunaona namna ambavyo waliishi wakakutana na Mwenyezi Mungu. Basi huko ndiko tunakoweza kukutana na Yesu, kwa kuishi imani ya kweli. Jambo la pili, hawa mitume walikuwa na utaratibu wa kumega mkate pamoja, walishiriki ekaristi takatifu pamoja. Tunakutana na Yesu katika sakramenti ya ekaristi. Jambo la tatu, walikuwa wakiuza vitu vyao na kugawana kile kilichopatikana. Kumbe tunakutana na Yesu
pale ambapo tunawasaidia wale ambao hawana, na pale ambapo tunafaidika kwa kupitia wale ambao wanacho na wakatusaidia, kwa kweli tunakuwa tumekutana na Yesu. Jambo la nne, walikuwa wakitembea nyumba hadi nyumba. Hiyo ilikuwa ni mfano wa jumuiya ya kwanza kabisa. Tunakutana na Yesu kwa kusali katika jumuiya zetu. Injili ya leo tunaonyeshwa namna ambavyo Yesu sasa anakutana na watu waliopo katika jumuiya. Mitume walikuwa wapo katika nyumba na milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Yesu anasimama katikati yao, anawaambia amani iwe kwenu. Kumbe katika maisha ya mwanadamu kitu ambacho kinahitajika na cha msingi zaidi ni amani, amani ya roho na amani ya mwili. Na Yesu akiwa na mwili wa utukufu hakingwi tena na ukuta au kitu chochote. Anaweza akaonekana mahali popote pale kwa muda anaotaka na kwa wakati anaotaka. Ndio maana hata wale wafuasi wa Emau walipokuwa wakitembea, ghafla walishtukia Yesu yupo nao kuelekea eneo ambalo walikuwa wanaelekea. Kumbe mwili wa utukufu una tabia za kipekee tofauti kabisa na miili hii yetu ya nyama tulionayo. Kumbe tunakutana na Yesu katika jumuiya. Hawa mitume basi baada ya Yesu kukutana nao katika jumuiya, wakati milango ikiwa imefungwa na kuwatakia amani, jambo la pili aliwavuvia Roho Mtakatifu na akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu, na wowote mtakaowaondolea dhambi zao zitakuwa zimeondolewa. Kumbe tunakutana na Yesu katika sakramenti ya kitubio. Dominika ya leo pia huitwa Dominika ya huruma ya Mungu kwa sababu Mungu ni mwenye huruma. Tunakutana na Yesu katika sakramenti ya kitubio ambapo Mungu mwenyewe anawaondolea wanadamu dhambi zao kupitia kwa mwakilishi ambaye ni padri au ni askofu. Lakini pia katika Injili tunamuona mmojawapo wa mitume ambaye anaitwa Tomaso. Hakuwepo na wenzake katika jumuiya, na kwa namna hiyo basi hakuweza kukutana na Yesu wakati ule alipofika kwa mara ya kwanza hadi alipofika tena kwa mara nyingine, na Tomaso naye akawepo, na alipomkuta Yesu basi akamkiri kwamba yeye ni Bwana wake na Mungu wake. Somo la pili kutoka waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza linatueleza kwamba tunakutana na Yesu katika mateso. Yesu mwenyewe alipitia mateso na hatimaye akafufuka. Somo hili linatuonyesha kwamba kwa huruma ya Mwenyezi Mungu peke yake alimtoa Yesu ateseke na hivyo kuukomboa ulimwengu. Kumbe ndugu zangu katika Kristo, katika Dominika ya pili ya Pasaka ambayo pia ni Dominika ya huruma ya Mwenyezi Mungu, tunaalikwa kuwa na huruma kama Mwenyezi Mungu alivyo na huruma. Utaratibu huu wa kuadhimisha Dominika ya huruma ya Mungu ambayo ipo katika Oktava ya Pasaka iliwekwa na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili mwaka 2000 baada ya kumtangaza Mtakatifu Faustina kuwa mtakatifu. Mtakatifu Faustina alitokewa na Yesu mwaka 1935 na Yesu alijitambulisha kwake kama mfalme mwenye huruma. Ni huyu mtakatifu aliyechora ile picha ya Yesu ambayo inaonyesha kwamba kuna miale inayotoka katika moyo wake. Miale ile inaonyesha upendo wa Yesu, huruma ya Yesu aliyonayo kwa wanadamu. Tukimbilie sakramenti ya kitubio ili kupata huruma yake Mwenyezi Mungu. Niwatakie Dominika njema na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.